Hivi jamani, kwenye madalali hawa, mimi nataka tuzungumzie sana sana kwenye madalali. Dalali labda ukimpa kazi ya kukutafutia chumba. Kwa dalali mimi nahitaji chumba labda elfu themanini. Waga wanakuwa na hela yao ya mwezi mmoja, labda kutafutia chumba labda ni elfu themanini kwa mwezi, natakiwa uwe na 480,000 na ya kwake ya mwezi mmoja 80,000. Je, wakija kwenye upande wa magari, viwanja, nyumba na kadhalika, huwa inakuwaje kwa wenyewe ndugu zangu ambao mnajua hivyo vitu? Unajua bwana, kila kitu, kila kazi na protokoli yake baba. Ndio. Maana unavyosema mambo ya dalali bwana, una vipengele vingi. Kama unavyosema ni kweli, kwenye vyumba hivi unataka chumba sio cha 50 60 na kwa ile kidogo uhakika, kwa sababu hata mteja anakuwa affordable kulipa hiyo hela. Kama ni chumba cha 50, dalali hela ya 50. Lakini unapokuja kwenye swala la gari, unaona ishi za mamilioni kwa viwanja, nyumba na vitu vingine kama hivyo. Unajua? Mfano sasa. Sawa bwana. Asante, mimi nikuuliza, nenda kujibu kwa kukuuliza. Mfano sasa mimi wewe unauza gari lako. Mimi ndo dalali, au sio bwana? Ndio. Gari lako unataka, wewe ni mteja. Sawa bwana, unataka gari. Umeona bwana? Mimi nikakwambia bwana, ndugu yangu hapa na gari lake, anauza shilingi ngapi? Milioni 50. Utaweza kutoa milioni 50 na nini? Milioni 50 ya dalali? Huwezi kutoa, Siwezi kutoa. Sasa iko hivi. Hiyo inaenda kwa either asilimia, unakubaliana asilimia percentage, au Kiingereza hujui. Anyway, percentage ni asilimia. Inaenda kwa asilimia, au unakuta mtu mwingine anajiongeza kwa kuongeza kiasi cha pesa. Kama gari milioni 50, mimi nakuja nakwambia bwana, gari milioni 58. Ile milioni 8 ile inakuwa ni kwangu mimi, lakini pia kuna kafungu kangu. Yule ambaye anauza gari lazima anigea mimi, kuna kaposho kangu pale. Kaposho kale. Kale kaposho bwana, labda umeshamletea mteja wa milioni 58. Hiyo nani hahesabiki hapa? Nani hahesabiki? Yeye anachotaka ni 50 yake. 50 yake. Nane yako iko pembeni. Iko pembeni. Je, ikatokea sasa yule muuzaji wa gari akajua wewe umemuuzia ile gari milioni 58. Alafu wewe mteja, wewe mwenye gari unamwambia milioni 50, inakuwaje? Hiyo haihusiani. Haihusiani kwa sababu wewe shida yako si milioni 50. Mimi hata ningeweza 58, wewe nakuhusu nini? Mimi gari yangu baba, biashara inakufa hapo. Sasa inakufaje? Biashara inakufa. Shida yako eti bigi nisaidie. Shida yake shilingi ngapi? Milioni 50. Mteja kaja milioni 58. Shida yangu mimi ni milioni 50 kweli. Lakini wewe umemwambia mteja milioni 58. Yaani wewe chukua milioni 8, bado wewe na mimi nikupe posho tena kwenye milioni 50. Hayo mwenye milioni. Basi tuulize swali basi, twende kwenye mahesabu. 8 na 50 ipi kubwa? 50 kubwa. Wewe una hasara gani? Sina hasara, lakini wewe unaonekana yani umenizidi mimi. Tamaa. Sio tamaa. Sio tamaa. Hiyo tamaa. Haiwezekani. Haiwezekani. Hata kama ni wewe unakubali. Hebu niambie ndugu yangu. Wewe sawa, ni biashara. Wewe unakubali? Yaani kimfano kama gari yako. Yaani wewe acha gari yako. Mimi wewe mtu amekuja bwana, wewe ndo una gari. Sawa? Unauza wewe gari bwana milioni 10. Sawa? Amefika mteja kwa bwana gari milioni 20. Mwenye gari mimi nikajua kabisa kwamba bwana wewe jamaa hii gari anauza milioni 10, lakini mimi kaniambia milioni 20 anampa. Ina maana kwenye ile milioni 20 magari pass. Yaani wewe na kati gari ni lako wewe. Wewe umempa kazi yule hapa. Sikiliza. Kama unahisi kupata mteja ni rahisi, ungeenda kutafuta wewe hiyo dalali uchukue wewe. Sasa mimi nimehangaika na mteja, wewe sijui mimi nimeongea na nini, kikubwa 50 yako umeipata. Bwana milioni, mimi nataka milioni 50. Haijalishi mimi nitauza kwa milioni 100, kikubwa mteja nimekuletea, katoa keshi yako ya kwangu mimi pembeni, lakini bado ile hata ile iliyozidi ile achana nayo. Kuna ile amini kunipa kazi, lazima unipe cha kwangu tulichokubaliana bana, percentage fulani unanigia cha kwangu. Iko hivyo. Basi kama na hivyo na mimi ngoja nijifunze kazi ya udalali. Kama kazi ya udalali, andaa bango, andika namba za simu, kaa pale kama unahisi kazi ya udalali ni rahisi. Naandika pale. Andika kabisa, naandika. Kama